Tuhuma za ukabila, wala ambao wanasema natembea ukabila ni watu viongozi, sio wana mwananchi wa kawaida, ni viongozi fulani kutoka jamii moja ndio wasema natembea ni ukabila. Haya mambo ya ukabila hayana uhusiano wote ile kama tunafanya Tanzania kama kawaida. Haya mambo ya tuhuma ya ukabila ni kwamba wakati nilikuwa county commissioner kule Narok, niliwakusha watu kwa msitu. Nikawa kwamba wale watu ambao wanatoka kwenye msitu ni watu wa jamii moja. Mimi sikuwapeleka kule. Na hao ndio walikuwa wamekaa kwenye msitu ambao tulikuwa tunatoa watu. So ningetoa watu wengine wapi ili ni balance kwamba sasa nimetoa Mkikuyu, nimetoa Mjaluo. Hao ndio walikuwa hapo. Na hao ndio niliwatoa. Na kama nilifanya makosa vile wanasema natembea nilifanya makosa, ilikuwa ni kazi ya serikali. Wala ambao kwenye serikali wanatoka kwenye jamii, siwaregesha watu kwenye msitu. Haiwezi kuwa kwamba kaenda kule Narok wanaambia Wamasai kwamba hakuna mtu ambaye atarudi kwenye msitu. Halafu wakikuja kule Trans Nzoia wanakuja kunifinya mimi maana nitoa watu kwenye msitu. Na muhimu ni kwamba ukimwona mbwa anakuweka sana. Ama anapata mtu anatuma mbwa wake kuleta kinyesi kwenye compound yako. Wewe upigane mbwa maana mbwa hajui kwamba ni kwako. Unatafuta mwenye mbwa. Na mimi sitaungana sitabishana na mbwa. Unajua ametumwa na nani, hata Kenya watu wanajua ametumwa na nani. So mwenye mbwa tafadhali, can you restrain your dog? Maana it's all over the place like a rabbit dog. Kama mbwa yenyewe na kichaa. Unaamuka mara uko Malaba, mara uko Trans Nzoia. Unatandua lecture watu. Huo una lecture governor kama nani huwa hiyo. Nani anakupatia ile idea ya kwenda kwenda ku lecture governor kama amechaguliwa na watu. Unaongea mambo ya ukabila, nenda sehemu ya Oluo anatoa shilingi 300. Ukienda kwa jamii yako, nenda kutoa milioni 3. Na kitu yake kuambia kwamba there's something wrong here, naona hiyo sio ukabila. So kama mbwa imeshikwa na kichaa, itibiwe ama iuliwe. Because it's becoming a nuisance. Inakuwa ni nuisance. Wacha tu respect zile ofisi ambazo za katiba, watu wamepatia mtu nafasi, atoe nafasi ya kufanya hiyo kazi. Na mara nyingi wale ambao wanaongea ukabila kila siku wanaongea ukabila. Ndio ukabila kabisa, ukabila wa mwisho. Mimi naongoza kaunti ambayo cosmopolitan na hakuna mahali tuna discriminate. Hata wakati tunapeana mbegu, viongozi wenyewe wanasema kuja peania hapo. Tunapeana mchana na tuambie mtu leta kitambo ndio tupeane mbegu. Hao wenyewe wanasema hapana, ile mbegu inatambia msiende kupanda. Wanakataa kupanda baadaye tunaona mahindi imekombe. Hiyo mwaka wote walipanda, hiyo mahindi imefanya aje? Imefanya vizuri sana kwa eneo la sifu. So tusikuwe na chuki sana. Na sio challenge ya jamii zote, na sio challenge ya watu wote, ni viongozi. Focus ni viongozi wachache kutoka jamii moja ndio wanaongea mambo ya kabila kule. Na pia